أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu Islam, insha Allahu taala tunaendelea na sehemu ya 6 ya kumsawazisha huyu kijana wa Lushoto, ambapo tumeona utapeli wake na khiana za kiilmu alizozifanya za kulingania Waislamu wasiwe kitu kimoja na kujitangaza wao kama kundi la Kiwahabi, kutaka kuonesha kwamba wao ndio wanawakilisha Uislamu, hali ya kuwa hawa ni watu wa bid'a na ni watu ambao wanaleta mfarakano. Na aya iko wazi kabisa, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Hii ni aya ambayo haina chembe ya khilafu kwamba sisi Waislamu tumelinganiwa tuwe ni umma mmoja, tushikamane na dini ya Allah wala tusifarikiane. Kwa hivyo hawa mawahabi ambao ni saratani katika dini yetu ya Kiislamu wanakereketa na kukereza kamba hiyo kukatika, na mifano mingi tu katika ulimwengu wa Kiislamu tayari imeonekana huko Iraq, Syria, Libya na sehemu nyingine. Hawa kazi yao ni chinja na ua. Mtu anaweza kaona sasa hivi wako baridi, hawajapata tu mamlaka. Siku wanayopata mamlaka hawa, hizo hadithi za kusema mkikutana na watu kama hawa waueni, mkiwaua mnaenda peponi, wakiwaua mnaenda peponi, ndio kuja kukuta vijana mashabab wanamkamata mtu ambaye anatamka la ilaha illa Allah na kumchinja, kumpiga risasi, tena wasibakishe kitu. Wazee, watu wazima, wanawake, ni hawa mawahabi. Hayo yanaonekana kupitia ma-TV na vyombo vya habari mbalimbali. Hii inatoa kama ni tahadhari. Huko nyuma niliwahi kutoa tahadhari kadhaa, watu wakaziona labda haziko madhubuti, lakini umadhubuti wake umekuja kuonekana baada ya kutokea. Mwanzo wa mawahabi walivyokuwa wakiingia katika sehemu ambazo hawana nguvu, wakijifanya wanyonge sana, wakijifanya sisi, kwani hii si misimamo tu na kila mtu akana rai yake na hivi. Walivyopata nguvu kidogo tu, basi ikawa wale wanaowakhalifu sasa ikawa ni kuitwa watu wa bid'a. Tena kipindi cha nyuma nakumbuka nilitoa tambihi moja, nikamwambia jamani, nyinyi mnaona mnafurahia wengine masunni wengine labda kwa labda wamejibiwa maibadhi, lakini hawa lengo lao kubwa si maibadhi peke yao. Lengo kubwa zaidi na zaidi ni hii bahari ya Kisunni, Mashafi ambao wengi katika East Africa ni Ashaira, ni madhhabi ya Ashaira. Hawa ndio lengo lao. Hiyo ikaja kadhihiri fima baad, na ndio maana wakapatikana vijana wa ahli sunna wal jamaa wanao warudi kisawa sawa mawahabi. Nitoa kitabu kinaitwa ahli sunna au ansari sunna, vituko na vitakuro. Nilisema mambo mengi katika kitabu kile, lakini yalikuja yakathibiti baadaye. Katika hayo niliyasema ilikuwa ni hilo suala la kwamba hawa lengo lao kubwa zaidi ni hawa ahli sunna wal jamaa Ashaira. Leo wanavamia misikiti yao, wakiiteka, wakileta farka na ugomvi. Ukasikia wanapenya wakaeka darsa, watu maskini za Mungu hawafahamu, wanataka kuijua dini yao. Hata wakija kizinduka msikiti ushatekwa zamani. Hata wakienda katika vyombo vya dola wanakuta trustees, wale wadhamini, majina ni yao. Nyie mlikuwa kwa wapi? Watu wenye msikiti ni hao hapa, wasimamizi. Kwa hivyo utakuta msikiti mingine inachukuliwa, mengine kwa shida inarejeshwa. Ala kulli hal, niseme tu huyu tapeli wa Lushoto katika mambo aliyoyataja na kusema
unaposhirikiana na maibadhi ni kuwa umekubali itikadi yao. Sasa hii ni tarab ya kubabaisha na kuwaliwaza watu wasiojielewa na kufahamu. Kaona lakini kweli jambo hili. Mimi nikwambieni, huu ni utapeli mwingine katika dini unaofanywa na watu hawa wa bid'a mawahabi, wakiwemo huyu kijana Lushoto, wakiwemo huyo Barhayani na wenzake walioko katika sehemu nyingine. Upenda kutumia swala. Si kweli kabisa. Nitakwambieni kwa nini si kweli. Tuchukueni kitu cha haraka tu. Ukija ukiangalia hawa maimamu wanne wa Kisuni maarufu, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i na Ahmed bin Hanbal. Abu Hanifa kakutana na Imam Malik wakazungumza, lakini Malik kamsomesha asa Shafi'i na Shafi'i kasoma kwa Malik. Wala haikuwa hilo la kumfanya Shafi'i kwamba yeye asifanye jitihada zake au amuogope Malik kwamba sasa shasoma kwake mimi kila kitu nifuate. Kalla wa hasha. Malik katunga vitabu alitunga vitabu au kitabu cha tofauti yake na shekhe wake. Kwa hivyo kwanza, kushirikiana hakuna maana kwamba lazima uwe unamfuata mtu kabisa, haina maana hiyo. Lakini si hivyo, Ahmed bin Hanbal kasoma kwa Shafi'i na hawa mawahabi wanamtukuza sana Ahmed bin Hanbal. Uhakika wa mambo ni hayo, na kumponda Shafi'i. Hufanya takia kujificha katika hilo. Ukasikia maimamu wa ahli sunna wal jamaa wote, hakuna wote bwana. Hawa katika maimamu wanaowachukia wamo hawa watatu hawa, Abu Hanifa, Malik na Shafi'i. Wazi? Shafi'i, kuna kipindi kuna mfuasi wa Kishafi'i alinifuata akaniambia, bwana, hawa watu wabaya sana au mawahabi. Kuna jamaa kasoma anasomesha vitabu, akimtaja Imam Shafi'i rai yake, basi alikuwa anamuita mjomba. Mjomba kasema kwenye Ahmed bin Hanbal, hiyo alikuwa haifanyi. Mpaka yule jamaa asema ikanikera mimi. Manake yule kijana alikuja kunipa habari, ni kijana yuko vizuri, kasoma vizuri madhhabi yake ya Kishafi, anaifahamu. Akamwambia, kwa nini ukifika kumtaja Shafi unasema mjomba? Manake kako beza ile kauli ya Imam Shafi. Kwa hivyo uhakika wa mambo hutaka kumtukuza Ahmed bin Hanbal, na ndio maana hukuti wanamcrush Ahmed bin Hanbal. Kumcrush kalla. Lakini njoo zako kwa Abu Hanifa. Abu Hanifa wanasema katika kitabu cha mtoto wa Ahmed bin Hanbal, sikiliza vizuri hiyo, kwamba stutiba Abu Hanifa marratain. Abu Hanifa katubishwa mara mbili kutokana na kufuru. Abu Hanifa katika kitabu hicho wanamtaja kwamba anamuita Abu Jifa, baba mzoga. Ahmed bin Hanbal huyu anasema qawlu Abi Hanifa wa Ba'ra indi sawa. Qawli Abu Hanifa na kinyesi cha nyama basi kwangu mimi ni sawa sawa tu, hakuna tofauti. Kwa hivyo uzungukeni, lakini haya ninayokuambieni yakamateni vizuri, mtayaona ukweli wake kama hamjayaona, kwa sababu wengi walinipongeza na kile kitabu mpaka leo kinafika nafikiri miaka zaidi ya 10 tokea nikitunge, na mpaka leo nafuatwa na watu wa madhehebu mbalimbali kutaka niwapatie electronic copy.
Ala kulli hal, kwa hivyo hawa watu wanatumia wimbo huu kwamba unaposhirikiana na Ibadhi ni kuwa tayari ushakubali itikadi yao. Sasa mimi nawaambia huu ni utapeli katika dini, haina maana hiyo kabisa. Uhalisia wake tumeona Abu Hanifa, watu wamekaa naye na kusoma naye, baadaye wakawa kinyume chake, wanamkrasha. Sasa sio kama wamekubali rai zake. Lakini kubwa zaidi katika hivi vitabu vya hadithi, wewe ukisikia Sahih al-Bukhari, kwa mtu asiyojifahamu alikuwa hajasoma, atajua Sahih al-Bukhari ni kitabu kimetungwa na mmoja ya wafuasi wa Ahli Sunna wal Jamaa. Lakini mimi nikwambie, kitabu hichi kimetungwa na al-Bukhari ni kweli katika Ahli Sunna wal Jamaa, lakini hawa mawahabi siku hizo bado walikuwa hawajadhihiri kwa jina la Wahabi, walidhihiri kwa jina la Hashwiya. Walimtia katika bid'a Imam al-Bukhari mpaka ikawa anatafuta ardhi ya kumuhifadhi haipati, kwa ajili tu kasema lafdhi bil Qur'an makhluq, matamshi yangu kwa Qur'ani basi itakuwa ni kitu kilichoumbwa. Kaitwa mtu wa bid'a bwana, kafukuzwa kwenye madarasa na haikumalizikia kwenye madarasa. Ndio nikakwambieni watu ni watu waovu sana. Ikawa sasa kila anapokwenda zinaandikwa barua kwamba huyu anakuja na ni mtu wa bid'a, huyu anasema al-Qur'ani makhluq au lafdhi bil Qur'ani makhluq. Kwa hivyo akifika kule anafukuzwa, mpaka wanataja wenye kutaja katika walioandika mambo ya tarajim na historia kwamba aliomba dua Allah achukue roho yake kutokana na muamala mbaya aliyofanyiwa wa kutiwa kwenye bid'a, halafu watu wakamfanya kila anapokwenda hapati nafasi ya kuishi na kueneza ilmu. Sasa wewe utakuja utajua al-Bukhari ni katika Ahli Sunna na ndio katunga kitabu cha Sahih al-Bukhari. Sawa? Sahih al-Bukhari jina lao maarufu na la ufupisho. Ala kulli hal, sasa ukija ukipeleleza, kumbe huyu Bukhari sio kama yeye katunga kapokea kwa Mtume SAW moja kwa moja. Wala huyu Bukhari hajakutana na sahaba, kalla wa hasha. Wala huyu Bukhari hajakutana na tabi'in. Wala huyu Bukhari hajakutana na tabi'in. Kama sitokosea hajakutana na tabi'in. Wazi? Sawa. Kuna hadithi chache zinaitwa thulathia sanad, thulathiyat. Ala kulli hal, lengo si hii, lakini kwa ufupi wewe kamata hajakutana na Mtume SAW, hajakutana na sahaba, ala hajakutana na tabi'i. Hii ndio la uhakika. Sawa? Kwa hivyo yeye anapokea kupitia maruati mbalimbali. Kwa hivyo kuna sanadi na watu 10, 7, 8 ndio unamfika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikiwa ni hivyo, hawa maruati hawa ukija ukiwafuatilia wana madhehebu tofauti hawa. Kuna wengine ni Maibadhi, kuna wengine Mashia, kuna nyingine watu wengine ni Murjiin, kuna wengine ni Ahli al-Qadar. Na hawa wote kwa mtizamo wa hawa mawahabi, hao ni watu wa bid'a. Kwa hivyo kwa maana hiyo Sahih al-Bukhari imepokewa kupitia kwa baadhi ya watu wa bid'a. Sasa Bukhari aliwezaje kupokea hadithi zote hizo ikisha akapokea kwa watu wa bid'a kama hakushirikiana nao na wengine ikawa ni mashekhe zake hasa shuyukh al-Bukhari? Hapo ni kitandawili, tega ni kutege, wala hakiaguki hicho. Kwa mawahabi hakiaguki, itakuwa ni kuzunguka kama pia tu na kujinasua huku na huku, lakini ukweli wa mambo utabaki. Na hilo swala halimgusi Bukhari tu, Bukhari, Muslim, Tirmidhi,
Abu Daudi, Ibn Majah, wote unawafahamu wewe, shughuli kama hiyo ndani yake imo. Kwa hivyo hilo latakiwa lieleweke. Watu wasikae kila siku wakadanganywa Abu fulani, Abu fulani, Abu fulani, Abu fulani. Hawana kubwa zaidi ya kubabaisha watu umma na kuwalingania katika mtafaruq. Huyu kijana anasema mwenyewe, asema kuna msemo unasemwa sijui sahihi wake. Wewe ushausema na maana ushaukubali. Anasema lau sakata aljuhalu laqalla alikhtilaf. Laiti majahili wengenyamaza ikhtilafu zingepungua. Tunasema kweli na wewe ni mmoja ambao msemo huu unakugusa. Lau sakata laqalla alikhtilaf. Lau ungelinyamaza wewe ikhtilafu zingepungua na hizi fitna zenu mnazozieneza kila kukicha, waliyadhu billah, na fitna zenu Allah zirejeshe kwenu, kwa vile mmeutakia umma wa Kiislamu kufikwa na fitna zenu hizo. Halafu huyu shekhe wake na mtakasa Barahayani, huyu ni kigeugeu na ulimi mchafu zaidi alionao. TV yake ishawahi kufungwa na kutoleshwa fine kwa ndimi chafu zinazotolewa na mafatwa ya kufyatua na yasiyochunga adabu. Unajua, ukitoa kitu hasa in public, basi kuna mambo ya faragha, basi uyataje kwa heshima kwenye radio au TV. Radio, sisemi TV, na kusudia radio. Basi uchunge angalau heshima, watu wanasikiliza, family mara nyingine aila nzima inakaa kusikiliza, watoto wakubwa wadogo, anazungumza lugha chafu kabisa. Huyu bwana huyu ni kigeugeu huyu. Shekhe wake huyu Barahayani kipindi fulani alimzungumzia Sheikh Kishki. Simzungumzi Kishki wa Misri, huyu Kishki wa Dar es Salaam. Akasema huyu kwa vile mwenyewe anajiita ni salafi, basi mimi siwezi nikamtoa kwenye usalafi. Ni salafi huyu. Wakati huo Sheikh Kishki ni tayari ana mawasiliano na maibadhi, anakwenda anatembeleana, anakaa nao. Lakini leo na jana karibuni ndio anasema katoa rekodi yake kwamba kwa vile huyu alialikwa katika mkutano ambao umetayarishwa na watu wa bid'a, yeye mwenyewe huita watu wa sunna, lakini watu wa bid'a ni mawahabi wenzake. Basi na kualikwa mtu kama huyu ambaye anashirikiana na maibadhi, haliwezekani swala hilo, sio amemlaumu huyo alio hivi na kaomba radhi huyo mtu na hivi na nini. Shaona sasa ilikuwaje tena ukamtoa Sheikh Kishki na yeye mwenyewe anajiita salafi, ukamtoa katika usalafia, na wewe unajua hicho kipindi ulichokataa kumtoa ilikuwa tayari anayo mawasiliano na Waislamu wenzake. Kwa hivyo ndugu Waislamu, mimi nikwambieni kwa ufupi tu, msibabaishwe na hawa matapeli katika dini. Ukishirikiana na Muislamu mwenzako haina maana katu abadan kwamba ushakubali itikadi zake wala fiqhi zake. Na wewe ukisikwambia hata itikadi, hata zile fiqhi zake si lazima kwamba uwe umewafikiana nazo. Kuna mambo tu ni Muislamu mwenzako, tayari ni Muislamu mwenzako. Na ndiyo maana katika hizi pande zetu miaka na miaka tumeishi sisi, watu wako shwari kabisa. Mimi kuna kipindi fulani, kuna mtu aniliuliza, sio kama point hii nimeizungumza, lakini nairejea hapa kama nimeizungumza. Kama sijarejea au sijaizungumza itakuwa ni maaluma jadida kuhusu wa Mashia na Mawahabi. Watu sema wao Mawahabi wanataka Washia wabaya sana. Mimi huambia hawa Mawahabi ndio wabaya, kwa sababu wamekuja karibuni tu, miaka karibuni, na watu hapa East Africa walikuwa ni shwari, na kuna masunni ahli sunna wal jamaa wapo, Mashia na Mashia wana rafiisha adhana yao hayya ala khair al-amal au ashhadu anna aliya waliyullah, wako maibadhi, na watu wameishi kishwari kabisa. Wamekuja wao ni mfarakano bwana, kugawana, na mpaka mtu kwenye ndani ya msikiti kwenye khutba ya Ijumaa anasimangwa, iko mijitu umehudhuria,
watu wamekuja siku ya Ijumaa, hao watu wa Kiwahabi ndio wenye taratibu hizi. Ala kulli hal, kuna pointi nyingi za kuzungumza, lakini hapa mimi nimenukuu kwa ufupi tu ili kuwaepusha watu na kuingia na fitna na utapeli, kutapeliwa na watu kama hawa Barahayani, hawa Muhammad Bachu na wengineo na huyu jamaa Lushoto ambaye atakujulikana si mtu wa kujulikana. Wa sallallahu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa shukran lakum wa jazakumullahu khairan. Na huenda pengine hizi klipu kwa vile ni nyingi zimefikia sijui 6, nikafanyia khulasa moja nikipata faragha ikawa kidogo, ni klipu moja tu na iliyokuwa serefu sana. Shukran wa barakallahu fikum.